أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ifuatayo ni tarjuma kutokana na maneno ambayo tumesomewa na qari wetu. Qari wetu ameanza Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Tabarakalladhi ja'ala fis samai buruja, limetukuka jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyejalia nyota katika mbingu. Waja'ala fiha siraja wa qamaran munira, na akajalia humo taa na mwezi unaong'ara. Wa huwa alladhi ja'ala wan-nahara khilfa, naye ndiye aliyefanya usiku na mchana kufuatana kwa nafuu. Liman arada an yadhakkara au arada shukura, kwa anayetaka kukumbuka au anayetaka kushukuru. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardhi hauna, na waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wale ambao wanatembea katika ulimwengu kwa staha. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, na wanapowasemeza wajinga hujibu salama. Walladhina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama, na ni wale ambao wanakesha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusujudu na kusimama. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aitaamrisha kwamba tufanye mema,
tuwatendee wazazi wema. Niki ntabaraki wazazi wetu esidai, niki ntendeaki binadamu nilikiburare esidai. Mata ore mtume nemitiki yiok kikiok enaisho, alitukataza kunywa pombe, nemitiki yiok kinyar bangi, nemitiki yiok entoki pookin akeyie nara torrono. Meta ore naataata tenaolong naa nyakidamuta aliki iltung'anak ajo kwamba ni siku ambayo amefariki, enkolong natua. Meta ndoota yiok na ujumbe kiata nikilimunye mtume wetu Muhammad ajo etua taata. Ore naa apa kinewueji nanaata kigira aitangas naa kulo pangoli taata kiata. Asante. Hadha, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Zama matembezi haya tumehusiwa kujifunza kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi kwa maneno ambayo ameyazungumza ndugu yetu, yakiwa ni machache katika yale ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ameyafundisha. Madaris na vyuo mbalimbali vinafundisha, hasa hapa katika sehemu tuliopo, kituo ambacho kinapatikana mbele yetu pale, Masjid Khatamul Anbiya, Madrasa Khatamul Anbiya, kinafundisha na kueleza yale ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi ameyafundisha, ikiwemo kuhamasisha na kufundisha umuhimu na ubora wa amani katika maisha yetu. Kuna umuhimu wa kujifunza kutunza na kuomba Mwenyezi Mungu adumishe amani katika mazingira yetu, ili tuweze kuendeleza yale ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ameyafundisha. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Rasulullah. Tunapomuitikia Bwana Mtume kwa kusema tumekuitikia ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, tunamaanisha yale yote ambayo Bwana Mtume ameyafundisha tupo tayari kuyafuata, na yale yote ambayo ameyakataza tupo tayari kuyaacha, kwa sababu haya yote ambayo ameyafundisha ndiyo ambayo Mwenyezi Mungu ametufundisha, na ambayo ameyakataza ndiyo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza. Haya ya amani mnayoona ni kumbukizi ya kifo cha mbora wa viumbe wote duniani, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambaye amefariki dunia, ametuaga katika siku kama hii ya leo. Ndugu zangu, kwa nini anakumbukwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Mtume ni amani kwa ulimwengu wote, ametumwa kwa ajili ya walimwengu wote, ni rahmatul lil alamin. Ndugu zangu wapenda wa Kiislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha amani. Watu wote tuwe na amani, tuishi vizuri kwa amani. Ndugu zangu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kuharamisha mambo ambayo hayafai, mambo ya pombe, mambo ya uzinifu, mambo ya dhulma ambayo yanatokea duniani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hataki hayo mambo, na wote tuchukue mfano huo kwa Mtume Muhammad ya kukataa dhulma duniani na kwa ujumla na watu wote hapa inshallah. Pengo kubwa umeacha lisilozimika, ni huzuni nyingi kwetu kwa hakika, na hakuna atakuja pengo kuniziba. Sote tumekusanyika kwa Mtume, majonzi yametuja kwa wewe, umetuacha wakiwa Mtume, ni huzuni kubwa zilowapata wote vipenzi. Ifanatoa ya kifo chake Rasuli, hakika kimetufika. Kaondoka duniani, huzuni zimetanda. Kaondoka duniani, huzuni zimetanda. 28 Safari ni mwezi alondoka,
28 Safari ni mwezi alondoka Madina, tena nyumbani Mtume kifo apata. 63 miaka umri alofikia, 63 miaka umri alofikia. Ni huzuni na majonzi kwa kifo chake Rasula. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuja kukomboa umma huo, umma ambao ulikuwa hauna ustaarabu na kuuletea ustaarabu, umma ambao ulikuwa hauna kanuni akauletea umma wa wanadamu kanuni ambazo akizifuata mwanadamu ataishi katika salama na katika amani. Umma ambao ulikuwa umejaa tabia mbovu, tabia mbaya, akauletea umma tabia zilizokuwa nzuri kwa vitendo na kwa maneno, kama anavyosifika yeye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika Qur'ani akisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin adhim, kwamba yeye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakika ya wewe uko juu ya ukamilifu wa tabia njema. Kwa hiyo tuige kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam tabia njema. Miongoni mwa tabia njema ni kusema ukweli, uaminifu, kama alivyosifika katika zama za ujahilia kwamba yeye alikuwa akiitwa as-sadiqul amin, msema kweli muaminifu. Kabla ya Uislamu, Mtume alikuwa ndio benki, ndio sehemu ya kuhifadhi amana, na ndio maana aliitwa as-sadiqul amin, msema kweli muaminifu. Kwa hiyo katika matembezi haya tunajifunza na tunajikumbusha mambo mengi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ashhadu annaka rasulullah wa ashhadu annaka Muhammad ibn Abdullah وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت الأمة وأتيت إلى الحياة مبشرة وطلعت في الأقوال بدر نيرة. سيدي يا حبيب الله يا رسول الله يا سيد الوقلاء ويا خير الورى، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. Ndugu zangu, baada ya majlis nitamkaribisha mkurugenzi wa Khatamul Anbiya, lakini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Mwenyezi Mungu alimleta yeye ni rahmatan lil alamin, ni rehema kwa viumbe wote.
Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuja kwa wanadamu na akawaambia wanadamu, mimi ni mteule wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi, na nimekuja na kitabu niwafundisheni yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayataka, ili muyatekeleze kama binadamu na muishi vizuri. Watu walimpinga, watu walimkebehi, wako waliomuita ni mchawi, wako walioamua kwamba wamdhuru, wako waliomtukana, wako waliomwambia ni muongo. Na hata wale wafuasi wake waliomwamini, waliokuwa wachache katika ardhi ya Hijaz, Makkah sasa hivi, walipata madhila, walitukanwa, walitengwa, na hata ikapelekea wengine kuuawa. Na wengine kama mtakumbuka katika historia, Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa 12 aliwaamuru madhila na adhabu na matusi na kila aina ya dhulma atakufanyiwa. Aliwaambia, ondokeni katika ardhi hii ya Maka, nendeni katika ardhi ya Uhabeshi, ambapo sasa hivi tunaita Ethiopia. Kutoka Saudi Arabia Maka, nendeni kule, mtakuta yuko mfalme ambaye yuko katika dini ya Masihi, ambayo tunasema yuko katika dini ya Kikristo. Yule mfalme mkifika kwake hadhulumiwi yoyote mbele yake. Lakini walipokwenda na wakafika pale, walituma wajumbe wakiwafuatilia, na walipofika pale kwa mfalme walikaribishwa vizuri pale Ethiopia, Uhabeshi, na waliongozwa na Jaafar Tayyar. Walipofika na wale watesi wa wale watu mshirikina wa Maka waliokuwa wanampinga bwana mtume na kutaka kuwadhuru, waliofuatilia nyuma mpaka wakafika kule. Na walipofika kule, waligenda wakaleta unafiki kwa yule mfalme, na yule mfalme aliwaita mbele yake, akaweka, akamsikiliza yule mnafiki. Yule mnafiki akaeleza, hawa watu tunawatafuta kule, wamekimbia kama wakimbizi huku, lakini ni watu wabaya. Na mtume aliwaambia, nendeni pale mbele ya yule bwana aliyekuwa katika dini nyingine Kristo, muelezeni hamtodhulumiwa. Akafika pale wakakaa, na alipoeleza yule mnafiki, yule mfalme alimsikiliza, kwa sababu alikuwa anafahamiana naye, alitumwa kutoka kule na mtawala wa kule Maka mshirikina. Akaenda akaeleza aliyoeleza, lakini baadaye yule mfalme, kabla ya kutoa hukumu yoyote labda ya kuwarudisha Maka, aliwaeleza kwamba nyinyi hapa mmekuja, lakini hiyo dini yenu ambayo mnaita ya Kiislamu ndo alikuja nayo Muhammad, na huyu Muhammad hatumjui amekuja na nini. Hiyo dini yenu anakuja nayo, amewaeleza nini? Anawafundisheni vitu gani? Moja katika kiongozi walikuwepo katika wale 12 ni Jaafar Tayyar. Ikabidi kwanza amsomee surat Maryam, sura maalum iliyo katika Qur'an, inamzungumza mama yake Isa ibn Maryam, Masihi. Inamzungumza mama huyu mtoharifu. Kwa upande wa Kristo wanamuita Bikira Maria. Sura maalum katika Qur'an kapewa huyu mama ambaye ndo aliyomzaa Isa ibn Maryam. Kwa hiyo akasoma ile sura, baadaye akasikiliza yule mfalme ambaye alikuwa katika dini ya Isa. Baadaye akamwambia, nini kingine amekuja nini? Basi alitaja mambo kadhaa, mawili ni haya. Akasema kwamba Muhammad ametufundisha as-sidq, ukweli, tuwe wa kweli, tusiwe waongo.
wakasikiliza. Jingine, Muhammad ametufundisha adul amana, kutekeleza amana, kuwa mwaminifu. Akasikiliza bala qatu rahmi, mingine kwamba arrahma, kuoneana huruma. Yule Kristo aliyo katika ile dini kupata nukta 4 hizo ambazo alikuja nazo mtume akawafundisha wale. Akamwambia hii dini iliyokuja, alikuwa na bakora kama alikuwa na mkurugenzi hapa, hii ni ishara ya uongozi wanakuwa navyo. Akasimama akachora hivi, asema hii dini alikuja nayo Muhammad na dini alikuja nayo Masihi Isa inatoka eneo moja. Mseleni mtume. Kwa maelezo hayo, yule mfalme akamwambia, hapa karibuni sana na muishi hapa kwa amani na hakuna yeyote atakayewagusa. Akamwambia yule munafiki aliyotuma kutoka kule, rudi tena upotee kuanzia sasa hivi, rudi ulikotoka. Hawa watu waache na karibuni sana na muwe pamoja. Kunafundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye ndio alikuwa mwalimu na mhubiri mkuu. Tuwe na kweli, tutekeleza amana, tuwe tunawaonea watu huruma, tusikate urugu. Kwa haya mambo alieleza ni moja katika mambo alikuja nayo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni mkaribishi mkurugenzi wa Khatamul Anbiya ili aweze kuzungumza nasi baada salati ala Muhammadin wa ali Muhammad. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ridhan biqada'ihi wa tasliman li amri. Wazee wangu watukufu, mashekhe, walimu, shekhe alizungumza, watoto zangu kina mama na kina baba, wajukuu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kihistoria, leo ni siku nzito sana ambaye wale wanaofahamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema laula ma khalaqtul aflak, asingeiumba hii dunia kama sio mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Salawat. Na kama pia sio yeye mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, leo sisi tusingekuwa tuko hapa, tumekaa kwa amani, kwa upendo, ushirikiano, uaminifu, ukweli, kupendana. Tusingeweza kuwa hapa leo. Wasichana wasingekuwa hapa, kwa sababu wakati wa mtume zama hizo wakina dada, kina mama wanazikwa wazima. Pia tusingekuwa hapa leo kama sio mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuenda Mi'raj na kupewa zawadi kwa ajili yetu sisi wafuasi wa Ahlul Bait, wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kupewa zawadi ya sala 5. Salawat. Mtume wetu, ukitizama nyanja zote, ni siku ya kusikitika leo. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amewacha Maka kwenda Madina, nani waliwapokea? Watu wazuri, watu wema. Ansar na Muhajirin walipokuwa wanahamia Madina, walipokelewa vizuri sana na walipewa mahala pa kuishi.
walipewa chakula, kila mtu alikuwa ana amani na upendo na ushirikiano. Wakati huo ndio inaanza Uislamu, inataka kuja juu, kupendana, kushirikiana. Tukiangalia katika maendeleo tutaona kwamba Mtume aliposema inni tariqun fiikum as-saqalain kitab Allah wa itrati ahli baiti, mtaona walivyofanywa kina ahli albayt. Na ndio maana siku hii ya leo ni siku ya masikitiko makubwa sana, siku ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameondoka dunia. Malaika dunia nzima walisikitika, na ndio maana utaona kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema inni tariqun fiikum saqalain kitabullahi wa itrati ahli albayt, alikuwa anajua baada ya mimi kufunga macho nini kitachotokea. Na leo sisi tumetoka kwa ajili ya kumkumbuka mtume Muhammad, pia tumetembea katika matembezi ya amani, ya upendo, ya ushirikiano, kuambia wananchi wote wa Tanzania na dunia nzima kwamba sisi ni wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na wafuasi wa ahli albayt. Tunataka kuendeleza amani na upendo kama mtume aliyokwenda Makka na Madina walipofanya hijra, walikuwa na amani na upendo na ushirikiano. Kwa utapoona kwamba mtume Muhammad alipoacha ahli albayt wamepata shida gani. Na ndio maana tutaionyesha sasa hivi klipu hapa kwamba Imam Hussein mjukuu wa mtume, ambaye shekhi wangu hapa alisema Jabir bin Abdullah Ansari, alikuwa ni nani? Nani atanijibu hapa? Alizungumza shekhi hapa, Jabir bin Abdullah Ansari alikuwa ni nani? Naam, alikuwa nani? Alikuwa sahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ni kipenzi cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na ndio akamwambia, wewe utaona karne 5 baada ya mimi kuondoka duniani, utaona mjukuu wangu atakavouliwa. Lakini yeye kwa ajili ya karne hiyo 5 akawa mzee, akawa haoni. Lakini aliposikia kwamba Imam Hussein ameuawa, amefika mpaka pale alipouawa, akatafuta kaburi yake, akapata kaburi, na ile harufu ndio imemjulisha kwamba hapa ndio Imam Hussein amezikwa. Na ndio yeye zair wa kwanza aliyezuru kaburi ya Imam Hussein huko Iraq, Karbala. Tukiangalia namna gani alivyodhulumiwa Imam al-Hussein alayhi salam. Kwa hivyo Jabir alikuwa kipofu, lakini ameenda kushuhudia, kwa sababu kama tulivyoambiwa kwamba alikuwa mshabiki mpenzi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hapo ndio Mwenyezi Mungu alimpa uwezo wa kuona, kusikia hiyo harufu na kuweza kujua kwamba hapa ndio Saidina al-Hussein ameuawa na amezikwa. Na yeye ndio alikuwa zair wa kwanza kufika Karbala kwa ajili ya mazishi. Sasa tukiangalia upendo na amani uliopo kule Karbala, sasa hivi nitakuelezeni kwamba siku kama ya 40 ya Imam Hussein, watu karibu milioni 22 wamezuru kaburi ya Imam Hussein alayhi salam. Duniani wote walikwenda huko, milioni 22. Na nini? Kwa sababu ya mapenzi ya mtume wetu Muhammad na mapenzi ya ahli albayt alayhimus salatu wassalam. Salawat. Na huko Karbala watu waliokwenda walikuwa wanapata msaada bila tatizo, ya kulala, ya chakula, ya malazi, ya madawa, ya aina yoyote walikuwa hawapati tabu. Na walikuwa wanatembea kutoka Najaf mpaka Karbala, yani karibu kilomita 80. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya mapenzi ya Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Salawat.
Na sisi tumetembea hapa kwenye jua, wadogo wakubwa, tumetembea kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya nini? Sisikii vizuri. Kwa hiyo tunampenda Imam Hussein alayhi salam, basi tuseme kwa pamoja, labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein. Kwa hivyo ikiwa tunampenda kweli, basi tufate nyayo zake na tufate nyayo za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba Mwenyezi Mungu alituletea zawadi ya swala 5. Mheshimiwa wa Amani, tapenda nikwambie, kwenda kanisani, kwenda msikitini ni wajibu kwako wewe, sio kwangu mimi, na wala sio lazima mimi nikwambie nenda. Inataka wewe mwenyewe uende mwenyewe. Ni sawa mheshimiwa? Kwa hiyo niko na Mheshimiwa Amani na mimi niko kwenye Amani. Tunasema hivi, watu waingie msikitini, waingie makanisani, wafanye ibada kwa moyo mkubwa mkunjufu. Sio mtu apigwe bakora, sio mtu afuguzwe, agombezwe kama bwana hujaswali. Sala ndio tunaambiwa, in qubilat ma siwaha wa in ruddat ma siwaha. Ikiwa sala yako itakubaliwa, basi vitendo zako zote zitakubaliwa. Kwa hivyo leo sisi kama hatusali, tunawasumbua walimu, hatuamki, tunawasumbua walimu. Mnafikiri mnamfanyia nani ibada? Ni yenu ninyi. Na hiyo nasema kila siku kwamba sala na Qur'ani ni taa ya kaburi, na kitu ambacho mtakayoulizwa kiyama baada ya kuondoka duniani kaburini, utaulizwa mambo hayo mazuri ambayo umeyafanya hapa duniani. Kwa hivyo tumshukuru sana mtume wetu, ametuletea zawadi ya sala 5. Zilikuwa nyingi, zikateremka, akateremsha, akasema waumini wangu hawataweza, lakini Mwenyezi Mungu akamwambia sasa hizi sala 5 watazihifadhi. Mtume akazichukua na ndio tumepewa sisi. Lakini angalia, naomba kimya. Sikia, angalieni bahati mbaya, Waislamu na wasio Waislamu, zama imekuja sasa hivi watu hawaingii msikitini, watu hawaingii makanisani, ni wachache. Wazee wanaingia makanisani, msikitini, vijana mnapotea. Sisi hapa tumekaa kuwafahamisheni, kuwafundisheni, kuweni wema, kuweni watoto wazuri. Kwa nini msisikie maneno mazuri? Mpo tayari kusikia maneno mazuri? Mpo tayari kusikia maneno mazuri? Mara ya 3 nataka kusikia msikiti mzima inasema, mpo tayari kusikia maneno mazuri? Basi kwa siku hii ya leo tumahidi mtume, yeye ni rahmatul lil alamin, yeye ndiyo kila kitu, kigizo, buistu liutamimu makarimul akhlaq, tabia njema. Kwa nini tusimfuate? Kwa hivyo mmetoa ahadi, kwa tunamwambia ewe mtume, hizo sala 5 uliotuletea sisi tutatimiza kwa mujibu wa sharia na kwa mujibu wa wakati. Salawat. Nataka kumaliza, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alikuwa amepata utajiri kutoka kwa nani? Kwa nani? Kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Kupitia nani? Amepitia kwa Bibi Khadijatul Kubra, yani mke wake wa kwanza Mtume Muhammad alipomwoa Bibi Khadija. Lakini kabla hajamuoa Bibi Khadija alikuwa malikatul Arab, alikuwa tajiri mkubwa sana. Hata ukifikiria hapa nani tajiri Tanzania hii, dunia hii, yule alikuwa tajiri mkubwa sana. Alipomuona ana tabia nzuri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa anampa mali akauze ng'ombe, mbuzi na mengi mengineyo. Akirudi analeta fedha bila kudodosa, bila kuchomoa chochote. Akaona huyu ni mtu mwaminifu, akataka yeye sasa aolewe. Nani anamjua Abu Talib? Abu Talib ni nani?
Nataka wa form 4 au wa Hauza. Abu Talib ni nani? Abu Talib ni nani? Hazrat Abu Talib ni nani? Aya, walimu nisaidie. Hazrat Abu Talib ni nani? Naam? Baba yake Imam Ali, ami yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Waislamu na wasio kwa Waislamu wengine wanasema Abu Talib alikuwa kafiri. Itakuwaje Abu Talib amle Mtume rahmatul lil alamin, alafu yeye achukue posa ya Bibi Khadija ampelekee Mtume? Anataka kuolewa na Mtume. Inawezekana mtu kafiri akafanya hivyo? Inawezekana? Sasa kwa hivyo tuangalie namna gani mapenzi ya Uislamu, kwamba Abu Talib alikuwa amemlea Mtume, na alipopeleka maelezo kwa Bibi Khadija, Bibi Khadija akasema mwambie hata yeye akiniambia mimi niko tayari kuolewa na yeye. Angalieni namna gani Mtume alivyokuwa na nini? Baraka, rehma, mwaminifu, kweli, mtiifu. Kwa hivyo sisi wote tunatakiwa tumuige, tuwe kama Mtume, kina dada wawe kama Bibi Khadija na Bibi Fatima, ili tuwe na amani na upendo na ushirikiano. Kwa hivyo Bibi Khadija alimpa mali yake yote Mtume, na leo sisi hapa tumebahatika, tumekuja kupata Uislamu bure. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Salawat. Sijui hata nikimwambia Maalim Juma, kiongozi wa hapa, kama naweza nikakaa mpaka saa 12 sitomaliza fadhila za Mtume, baraka za Mtume, masikitiko tuliokuwa tunayo kwa ajili ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na tuna masikitiko ya 40 ya Imam Hussein alayhi salam, na pia tuna wafati ya Imam Jaafar Sadiq alayhi salam. Tuna mengi matukio katika Uislamu, tuna mengi ya furaha. Tunayo furaha ya kuzaliwa Mtume ambayo itakuwepo wiki ijayo. Baada ya 12 tutakuwa na maulidi ya Mtume, kuzaliwa kwake. Kwa hivyo tuna furaha ya kuzaliwa kwake, na tunasikitika kwa kutuaga sisi dunia. Salawat. Mwisho kabisa, tuzihifadhi sala zetu 5, tuwe waaminifu, tuwe wa kweli, tuwe tunapendana, tunaitizamia, tunaiombea Tanzania yetu kila mara amani, tuiombee dunia yetu iwe na amani. Watu wameharibika, watu wanataka waoane na ndoa ya jinsia moja, wanataka wanakulawitiana, bangi, cocaine na mengi machafu wanafanya, na hasa sasa hivi vijana wameshughulika na dunia. Kwa tumuombe kwa siku hii ya leo ya baraka ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuepukane na haya maasi yote: pombe, bangi, dawa ya kulevya, uasharati, kulawitiana, kutokuwa na amani, kuondoa amani, iepukishwe, iletwe amani, kuondoa vitu ambavyo vya uchafu tuvifanyie nguvu. Tukisikia watu wanavuta bangi, sigara, pombe, wanaiharibu nchi yetu, tutoe ripoti kwa wakubwa, kwa watu wa usalama, watu wa viongozi wa vijiji, kwa ajili ya kutaka kuona kwamba watoto wetu wako salama. Kwa hivyo watoto zangu, hali imebadilika dunia, hali imekuwa mbaya sana. Sasa hivi mambo ya kulawitiana na mambo ya jinsia moja watu wanaitilia nguvu sana, na mabangi na madawa kulevya na pombe. Tunaomba sana wazazi, waangalieni watoto wenu, na watoto waambieni wazazi wenu, sisi sasa tunataka kuendelea na masomo, tunataka kuwa watu wazuri, tunataka tukifa tukwenda kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Salieni Mtume. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Nabii Isa alayhi salam, Yesu, ni watu ambao viongozi wa dini wametuongoza kusema kwamba haya yote ya haramu yapigwe vita. Na sisi hapa tuliopo, vijana wote, wazee wangu na ndugu zangu, walimu wote,
tunashirikiana na mtume wetu kwa ajili ya kupiga vita hayo maovu yanayoendelea. Baada ya kusema haya, nawashukuruni sana kwa kuombeleza kifo cha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kuhudhuria katika hafla hii ya leo ya masikitiko makubwa, ya majonzi, lakini yote haya tutakwenda kuyaona kesho. Baada ya sisi kuwa tumefariki dunia, tunakwenda kuonana na mtume wetu, tutapata fadhila zake na baraka zake, ili wazazi wetu waliotangulia na wao wapate katika haki na wamelala kwa salama, na wakifufuliwa tuwaombee wazazi wetu wafufuliwe kwa amani, wafufuliwe na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Salawat.